kutoka kwenye Injili ya Yohana Mtakatifu 15:26, lakini ajapo huyo msaidizi nitakayewapelekea kutoka kwa Baba, huyo Roho wa kweli atokaye kwa Baba, yeye atanishuhudia. Kichwa cha somo ni kuja kwa Roho Mtakatifu na kazi yake. Ujumbe wetu, Roho Mtakatifu anatuimarisha kwa kumshuhudia Yesu Kristo. Wapendwa, Yohana anapoandika kwenye Injili hii na sura hii ya 15, ni mafundisho ambayo Yesu Kristo alikuwa anawafundisha wanafunzi wake kabla ya kukamatwa kwake na kuuawa kwake. Alikuwa amekusanya na kuendelea na kuwaeleza kwamba muda wowote mimi nitawaacha, na baada ya kuwaacha hali ya kwenu ya imani na ya maisha haitakuwa kama mlivyozoea. Maisha hayatakuwa kama kawaida. Maisha hayataendelea kama desturi na mlivyozoea. Nyie wanafunzi wangu mmezoea kuniona kila asubuhi. Nyikani tuko pamoja, kondeni tuko pamoja, jangwani tunakula na kunywa pamoja. Niko na nyie kuwafundisha, niko na nyie kuinjilisha. Mmeniona, mmenishuhudia. Lakini Yesu Kristo anajua muda sio mrefu anaachana na wanafunzi wake na mitume wake, na maisha atakayowaachia kama itakavyokuwa kwa kuteswa kwake yeye mwenyewe, na wao watateswa kwa ajili ya imani yao na kwa ajili ya Injili. Akawa anawatia moyo, akawa anawaimarisha, kwa sababu alitambua fika hawa ni wanadamu, hawa wamejawa na damu na nyama. Kuna uwezekano mkubwa baada ya yeye kuondoka duniani wakayumbishwa kupitia mateso ambayo wangeyapata. Na kina Petro na kundi nzima walijua kwamba Yesu Kristo ataondoka tu. Ni mengi ametuahidi na ni mengi tumeyaona, lakini tutawezaje kuvumilia maisha huku Yahudini na Galilaya yote? Tutawezaje kuendelea na kuendeleza injili ya kwake kipindi hicho yeye hayupo? Tutakuwa na amani itakayotoka wapi? Pale walikuwa hawajashuhudia mateso ya Yesu Kristo, na alifahamu fika kwamba baada ya wanafunzi kushuhudia mateso yake mpaka kuuawa, ndio itakuwa labda huenda ni mwisho wao na kumwamini Yesu Kristo. Lakini akaona nifanyeje? Nitawafundisha, nitawaimarisha, nitawatia moyo, nitawatia nguvu. Ukisoma Yohana sura ya 14, ningetamani kwa muda wako upitie sura nzima, sura ya 16, sura ya 15 na 16. Yesu anakaribia kukamatwa na anajua msaliti yuko miongoni mwao. Kwanza wafahamisheje kwamba anayenisaliti mimi mpaka kuuawa ni mmoja wenu nyie hawa 12. Watalipokeaje na kukamatwa kwake Yesu Kristo? Watakaposhuhudia watalipokeaje? Atakufa, atafufuka, watalipokeaje? Na itakapofika kipindi chake cha kuondoka watakuwa na nguvu kiasi gani? Ndipo Yesu anapowaambia, pasipo na shaka yoyote ile, inanibidi mimi niondoke, niwaache. Nitakapowaacha ninarudi kwa Mungu Baba nilikotoka. Namtazama Petro kwa maumivu makubwa sana, anashawishika kumwambia Yesu Kristo, Bwana wetu, usituache. Tutakuwa mayatima, tutaonewa, tutakosa pa kukimbilia.
Lakini kabla maswali kama hayo hayajajitokeza, Yesu Kristo anawaambia, nitakapofika kwa Mungu Baba, nitamwomba Mungu Baba ambaye ni mkuu wangu katika ule utatu. Nitamwomba Mungu Baba kupitia kwangu mimi na kwa niaba yangu ashuke msaidizi mtakayekaa naye milele. Wanafunzi walipoyasikia yale wakaona angalau sasa kuna matumaini. Lakini huyu msaidizi tuliyoko naye hapa ambaye ni Yesu Kristo ndiye tuliyemzoea, mpaka atumwe mwingine tukae naye tumzoee, atujui hapa katikati hali itakuweje. Lakini Yesu akamwambia, niacheni niende nipande kwa Mungu Baba, ili na nyie mpate msaidizi mtakayekaa naye katika umilele. Na atakaporudi, atakapokuja msaidizi, kwa Biblia yetu ya Kiswahili inamwita msaidizi, kwa tafsiri ya Kiingereza wanamwita comforter, wanamwita helper. Nitawatumia another comforter, another helper, msaidizi mwingine. Lakini ni mpaka nikamwombe Baba kwamba kazi ulionituma ya kuokoa nimeikamilisha. Sasa niliowaokoa na kuwatuma wanahitaji msaada, watumie Roho Mtakatifu. Napenda protokoli ya mbingu: Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu, kila mmoja kwa nafasi yake na kwa kazi yake. Sasa leo hii tunaiongelea kazi ya Roho Mtakatifu katika maisha yetu leo na katika maisha ya kanisa ya biharusi. Wapendwa akina kaka na akina dada, baada ya Roho Mtakatifu kushuka, atakuja kutufundisha ukweli na ukweli wote. Na ni ukweli gani unaoongelewa hapa? Yesu Kristo alikiri na kusema, mimi ndimi njia, ukweli na uzima. Hamna atakayeenda kwa Mungu Baba pasipo kupitia kwangu mimi. Roho wa Bwana atakapokuja atamshuhudia ukweli katika maisha yetu. Namuona Roho Mtakatifu asubuhi ya leo akiwa na kazi tatu kuu katika kanisa la Bwana. La kwanza kabisa ni kazi katika maisha ya mmoja mmoja, kila mmoja wetu, ndani ya mioyo yetu, kwenye nafsi zetu na kwenye roho zetu. Roho Mtakatifu ana kazi kwa kila mmoja wetu. Roho Mtakatifu anao kazi ya kumshuhudia Yesu Kristo kwetu katika maisha yetu. Roho Mtakatifu ana kazi ya Mungu Mwana hapa duniani, na Roho Mtakatifu anao kazi nje ya walioko kwenye imani. Anamshuhudia Yesu Kristo, anatusaidia sisi kama helper, alafu uko duniani anawashawishi watu. Nilikuwa natazama na kuangalia kwa umakini Roho Mtakatifu, Roho wa Bwana huko duniani kabla watu hawajamjua Mungu. Kazi yake ni ipi? Akiwakumbushia watu wasiomwamini Yesu Kristo kuhusu haki, kuhusu dhambi na kuhusu hukumu. Wale ambao hawajamjua Yesu Kristo, nichukulie kwa mfano, hujazaliwa katika imani, umefundishwa imani ya kimitume. Nitumie huo mfano kuelekeza na kukueleza Roho anafanyaje kazi kwa watu wasioamini. Roho wa Mungu anamshikia mtu ambaye ni kiumbe wa Mungu asiyejua ukweli wowote ule, alafu anamkumbusha kuhusu dhambi, kwamba sio mtumishi hapa, ni mtu ambaye yuko nje ya imani, anakumbushwa kuhusu dhambi, kwamba wewe ni mdhambi. Mtu mdhambi, wengine wajui kwamba ni watenda dhambi, wanaona ndio staili ya maisha, lakini Roho wa Bwana anafanya kazi kwao. Anawaambia, Bwana wewe ni mdhambi, geuka, toka kwenye maisha ya dhambi,
hukumu, judgment, hukumu inakuja. Kuna maisha ya haki unatakiwa. Ni Roho wa Mungu anaongea na yule mtu. Yule mtu anasikiliza, aha, kumbe mimi ninatakiwa niache dhambi, mimi ninatakiwa niwe mtenda haki, kumbe nikiendelea kwenye dhambi mimi nitahukumiwa. Anashawishiwa na Roho wa Mungu. Sijasema tunawahubiria kama wainjilisti, nasema Roho wa Mungu, Roho Mtakatifu ananena na yule mtu hata kabla ya kusikia neno la Injili. Neno la Injili tunapeleka mimi na wewe. Ushawishi ni wa Roho Mtakatifu. Anaongea na mdhambi, mdhambi anakaa, alafu mdhambi anasikia lile neno, anasema kwa kweli pale kuna uzima. Anageuka na kufuata Injili ya Yesu Kristo. Tuna kesi moja ambayo tunapewa hapa ya mtu mmoja alikuwa anaitwa Zakayo. Tunamfahamu tangia utotoni. Tumepigiwa stori za Zakayo mpaka leo hii. Mimi nikimwona mtu mfupi kwenye akili yangu namfikiria yeye anaitwa Zakayo, kwa sababu Zakayo wafupi, lakini juzi kati nikakutana na Zakayo mrefu. Lakini ni mapokeo tuliopewa. Zakayo na ufupi wake wa kimo, yani yule bwana alikuwa ni shoti, alikuwa ni dwarf, kalikuwa kafupi kweli, lakini alikuwa ni mtu mwenye hela, mwenye mali na mwenye heshima, na alikuwa anaogopeka huko kwao. Akasikia Yesu anakuja mtaani. Roho wa Mungu akampitia Zakayo, akamshawishi, wewe Zakayo mtenda dhambi, wewe Zakayo unatakiwa utende haki, wewe Zakayo judgment, hukumu ya Mungu inakuja na ufupi wako huo wote. Zakayo akajiuliza, nitawezaje kumuona huyu Masihi? Roho wa Bwana akamshawishi, panda juu ya mkuyu, sycamore tree, panda juu ya mkuyu ukakae hapo, akipita utamuona. Akasema sawa kabisa. Sasa hebu niambie, wewe unataka kumuona mtu anayepita njiani, na kwa ufupi wako unapanda juu ya mti, atapita chini yako, utaona nini? Akili zingine nazo ni mtihani Utaona nini? Yaani kwa tafsiri ya kawaida utamuona hapo utosini, hiyo tunaita bird eye view. Yaani unatazama kutoka juu, unaona utosi tu peke yake. Kwa hivyo Zakayo yuko juu anatazama, okay, huyo Kristo anapita. Kwa ushawishi wa Roho Mtakatifu akiwa pale juu, Yesu Kristo mwana wa Mungu akajua kuna mtu ananitafuta mimi, lakini ananiona utosini, hajaniona vizuri. Akamwambia, alipofika pale chini akaangalia juu, akamwambia, we Zakayo, nakuona na ufupi wako uko juu ya mti, shuka upesi, shuka upesi. Leo hii mimi hapa nitakula pamoja nawe nyumbani kwako. Hata mimi ningekuwa Zakayo ningeshuka kwa spidi inaonitosha. Kateremka mpaka chini ya mti, akakutana na Yesu. Sasa Yesu alikuwa mrefu kimo cha kutosha, Zakayo alikuwa mfupi. Anamwangalia hivi sasa. Ni zamu ya Yesu kumwangalia Zakayo kichwani, amcheki. Zakayo anamwangalia Yesu. Kweli huyu ndiye Yesu. Umesema leo unaenda nyumbani kwangu. Yesu akamwambia, ndio mimi naenda kwako, nitakula mimi na meza moja. Ilileta mnong'ono mkubwa sana. Mbona Rabai? Tena Mafarisayo wanauliza wanafunzi wake, mbona Rabai, mwalimu wenu kenda kwenye nyumba ya watenda dhambi alafu anaenda kula nao? Mbona anapata najisi huko? Lakini Yesu Kristo alipofika pale, ushawishi wa Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu anatenda kazi ya kuokoa. Moyo wa Zakayo ulikuwa umejaa fedha, hela na utajiri wa wizi na kuwaibia watu. Sisemi msiwe matajiri, tunahitaji hela,
tena ya kwako, kajenge kanisa ya Bwana. Alikuwa amejawa na utajiri. Yaani Yesu ameingia ndani ya ile nyumba, ni kama kasri. Kuna hela kila kona, kuna dhahabu, kuna fedha, kila kitu, shekeli za kutosha. Wakala wakanywa. Roho wa Bwana anamshuhudia sasa Yesu Kristo kwa Zakayo. Zakayo anamwambia Yesu Kristo, kama kuna mtu ambaye nilimnyang'anya cha kwake namrudishia mara 4, 4 times. Alichukua kwako milioni 1, anakupa milioni 4. Kazi ya Roho Mtakatifu kuwaonyesha wenye dhambi kwamba mnatenda dhambi, mnatakiwa maisha ya haki. Judgment, hukumu inakuja. Huko ni duniani, na huku kanisani kwetu ikoje? Kwenye mioyo yetu na nafsi zetu sisi ambao ni waumini inakuwaje? Anatuongoza sisi katika kweli. Tunapata ufahamu bora kumhusu Yesu Kristo tunayemjua, na tunatambua na kuelewa nguvu ya neno la Bwana katika maisha yetu. Sitokuhubiria injili ya wokovu, nitakuhubiria injili ya kukutia moyo na kuelewa kwamba neno la Bwana ambalo Yesu Kristo analitamka lina nguvu. Neno peke yake katika tufani za maisha. Neno la Mungu linasemaje? Nilikuwa nawasiliana na rafiki yangu mmoja wiki hii, akaniambia nimekata tamaa ya kila kitu, sioni umuhimu tena. Kazini wananinyanyasa, kwenye ndoa yangu ni manyanyaso, hapa nilipo nimechoka. Mr. Matibo, nimechoka, imenitosha hii hapa. Nikamwambia, kwa hivyo unatakaje? Wakati mwingine dawa ya moto ni moto, usikimbize maji, fiatua baruti juu ya moto unaowaka. Akaniambia nimechoka, sitaki tena. Nikamwambia fine, sawa, na usitake kabisa. Kwani unataka ili iweje? Akaniambia nimejikatia tamaa, sioni, niko katikati ya tufani. Nikamwambia sahihi kabisa, baki katikati ya hiyo tufani ili ushuhudie neno la Mungu likifanya kazi, uone ukuu wa Mungu katika maisha yako. Akaniambia pana, hujanitia moyo bado. Nikamwambia sipo kwa ajili ya kukutia moyo, umeamua kwa dhamira yako kabisa kukata tamaa. Kata tamaa mara ngapi? Mara 2 tena. Akaniambia pana. Nikamwambia wanafunzi pamoja na Yesu Kristo walipokuwa wanavuka ng'ambo ya pili kwenye merikebu au kwenye ngalawa waliokuwa wanaitumia, mara dhoruba ikapiga. Jamaa wakaangalia, wakaona twafa, tunazama. Yani tunakufa, tunazama. Dhoruba, tufani imekuwa kubwa. Maji yanaingia kwenye mtumbwi, na kwa sababu wale mabwana walikuwa ni wazoefu wa baharini, wakasema tuyatoe haya maji, tuyarudishe tena baharini, tuwepue maji kutoka kwenye mtumbwi, tuyarudishe baharini ili mtumbwi wetu uwe salama. Na wakafanya hivyo, lakini haikuwa ni jawabu, haikuwa ni jibu, sababu hili ni tufani katika maisha. Kinachotuokoa ni kitu gani? Ni neno tu, neno la Bwana katika muda na wakati kama ule. Wakakumbuka tunaye Bwana ndani ya mtumbwi wetu. Wakaanza kuulizana, akina Bartolomeo, akina Yuda wanaulizana, Petro, yuko wapi Yesu Kristo? Mmoja akamwambia, jamaa kapumzika, amelala. Aha. Kwa hivyo Yesu Kristo umelala wakati sisi tunaangamia. Umelala Yesu Kristo wakati tufani ya maisha inatuzinga. Dhoruba katika maisha ya waumini
wana wa Mungu inapokuwa tete, hali haieleweki, nimetafuta kazi haiji, biashara imeharibika, familia ndio usiseme. Yesu Kristo ametulia. Ni tufani katika maisha. Walimwengu wana njia zao za kukabiliana na tufani, na sisi wana wa imani tuna njia zetu za kukabiliana na tufani. Ndio maanake rafiki yangu nikamjibu nilivyomjibu, kwa sababu kuna kipindi natakiwa usimame kwa miguu yako na kwa imani na kunena na kutamka neno la Bwana na kujitamkia mwenyewe. Neno la Mungu linasemaje? Mtambue Yesu Kristo yuko wapi. Anasema akija msaidizi atawafundisha kweli, na kweli ni neno la Yesu Kristo, ni neno la Injili. Yesu Kristo anasimama, anaamka. Hivyo sikumwona mtu anayetoka usingizini. Kipindi kile Yesu Kristo alikuwa ni mwanadamu wa kawaida, ameamshwa, ametoka usingizini. Hata mimi ukiniamsha lazima uende kwa step. Unakuja tu ndaniamsha tu, naweza nikaamka na wewe. Kwa hivyo mtu anapotoka usingizini anakuwa nusu yuko macho, nusu yuko usingizini. Na wakati mwingine, mbona unaniamsha Bwana? Kuna nini? Unataka nini? Kwa hivyo maneno kama yale. Lakini Yesu Kristo alipoamshwa alikuwa anajua wanafunzi wangu wanakumbana na tufani katika maisha. Anasimama, alafu anatuliza bahari kwa neno lake. Wale mabwana wanapigwa na butwaa, wanasema ni mtu wa aina gani huyu tuliyoko naye mpaka bahari inamtii? Ni Rabai, mtu wa aina gani? Tufani inamsikiliza. Ndio sisi waumini tushaambiwa na kufundishwa Injili, ubatizo, idhini takatifu, sakramenti kila Jumapili na katikati ya wiki ukifanikiwa. Je, na tufani tunamhitaji msaidizi kwa kipindi kama hiki, kama wana wa Mungu wae, ili tutambue kwamba neno la Mungu tunalihitaji. Maisha yetu sio mstari uliochorwa ulionyooka, na katika imani ndio tunao mabonde ya kutosha na milima ya kutosha na miba. Juzi kati kwa tunasema njia iendao uzimani ni nyembamba, imejaa miba, ni wachache wanaiona. Sisi tushaiona, tuko kwenye ile njia, imetubana. Kunao miba kule, kuna sengenge kule inatuumiza. Ndio njia ya waumini. Lakini tutakapobanwa, msaidizi yuko wapi? Helper wa kwetu yuko wapi? Comforter wa kwetu yuko wapi? Wanafunzi walichelewa kujua kwamba wanao msaidizi wao kwenye merikebu. Wakajaribu kutatua matatizo yao kwa nguvu zao na akili zao, hawakufua dafu, haikuwasaidia. Walipogundua kwamba tunaye Mwokozi miongoni mwetu, na wakamwita Kristo mtuliza bahari, akasimama na kukawa na shwari kuu, na maisha yakabadilika, na wakavuka ng'ambo ya pili salama. Na kwetu sisi tunaomwamini Yesu Kristo ni tofauti na Zakayo aliyehitaji neno linaloleta wokovu. Sisi tumo ndani ya wokovu, tunakutana tunaokutana nayo. Wapendwa, tutakapokutana nayo, msaidizi tumemweka wapi? Tutamlilia nani? Tulio Wabantu wengi, kama wewe ni Mbantu na uko miongoni mwetu, tuna tabia moja. Tukibanwa sana katika maisha, mambo yakiwa magumu, jambo ni hili hapa kubwa ambalo siliwezi, huwa tunamlilia mama. Msije mkafikiria watoto wadogo ndio wanaolilia mama we.
amna hata majitu makubwa. Unasikia linasema mawe. Anamlilia nani? Mama. Sisi tutamlilia nani wakati wa shida, wakati wa tufani kama wana wa Mungu? Tukimlilia mama, naye mama atamlilia nani? Tutamlilia msaidizi wetu, comforter na helper wa kwetu, ambaye ni Roho wa Bwana, ambayo tunamtambua na kumwamini, na kazi zake tunazielewa. Anatuonyesha mapenzi ya wokovu wa Bwana. Anatuambia wakati tuko chini, tunatatisika katika maisha, naumia na mapigo yamekuwa mengi, tumempa nafasi ipi katika maisha yetu? Wapendwa, tukiyatambua haya, utatamani na kesho iwe Jumapili uwahi ibadani. Why? Tunauisha mahusiano yetu na Mungu Baba, tunaweka sawa mahusiano yetu na Mungu Mwana, tunajiconnect kwa mara nyingine tena na Roho Mtakatifu, tunapokea na kazi zake zinadhihirika katika maisha yetu. Kina kaka na kina dada, kwetu sisi Waebrania, kwetu sisi wana wa imani, yatapangwa yatakayopangwa mtaani na yule mwovu Shetani, na mawakala wake watakuwa na ya kwao kuyapanga. Lakini kwetu Israeli, kwetu Waebrania, kwetu sisi wana wa Mungu, Mungu bado atatung'ang'ania kutukomboa na kutuwezesha. Nilikuwa nafuatilia kesi moja au kisa kimoja cha mfalme wa Uyahudini kipindi hicho, wa Misri kipindi hicho, Farao. Akaangalia, akaona Waebrania wanazidi kuwa wengi. Watakapozidi kuwa wengi, watateka nchi yetu na kututawala sisi. Akatoa agizo, nisikilize vizuri sana, hakikisha jirani ananielewa. Akatoa agizo, kila mtoto wa kiume atakayezaliwa, nyie wakunga, hakikisheni ameuawa. Make sure kila mtoto wa kiume anayezaliwa, bana pua tu, usimkabidhi mama yake, mkabidhi mama yake maiti kama ni wa Kiebrania. Hakikisha umemuua. Angalia mambo ambayo Shetani yuwapanga kukuhusu wewe, usije ukafikiria unalopitia ndio Shetani alilokuwa amekupangia. Lizidishe mara 10 hilo, mara 10. Umepata ajali ukapona, Shetani hakutaka upate ajali, alikutaka ukiwa maiti marehemu, lakini Mungu anakukumbatia. Farao anasema kila kiumbe, kila mtoto wa kiume atakayezaliwa hakikisheni mmemuua, ili Waebrania wasiwe wengi, ili baraka zako zizionekane, ili usifanye kazi ya Mungu. Tunakubana isije katokea, usije ukapata nafasi ya kwenda kazini, kanisani, unabanwa. Ndio mambo ya Shetani. Lakini Mungu anasimama na sisi kupitia msaidizi wetu ambaye ni Roho Mtakatifu. Katikati ya azimio kubwa la Farao kama lile, kijana akazaliwa wa Kiebrania, mtoto mzuri kweli. Yule mama mkunga akaangalia, akasema huyu simuui mimi hata iweje, nitamwokoa huyu mtoto wa Kiebrania. Nataka uone Mungu anavyotushindania na kutupa ushindi, kwa sababu sisi ni watoto wake tayari. Akaangalia kushoto na kulia, huyu mtoto nimfanyie nini? Wakatengeneza kiboti kidogo na wakaweka lami kwa chini, maji yasiingie.
Yule mtoto kalazwa pale, alafu yule mama mkunga wa Kimisri kamwachia yule mtoto, kamtupa juu ya mto Nile, akaelea pale. Alikataa, simuue huyu Mwebrania. Agizo linasema tuwaue, huyu sitomuua. Ndio kusudio la Mungu. Anapata msaada. Musa anakaa pale, anaelea. Alafu cha ajabu, anajitokeza mwanamke, anasema naweza nikamsaidia huyu. Kipindi hicho binti wa Farao, ilikuwa ni mchana, anapita pale, akaona kitoto kinaelea. Mwanamke wa Kiebrania anajitokeza, akamwambia nikusaidie kumlea huyu kwa sababu wewe ni binti wa mfalme. Akamwambia sawa, nisaidie, ni mtoto wangu, nimemuokota, ni zawadi yangu. Angalia miujiza ya Mungu ilivyo. Akiamua kukuokoa, atakuokoa tu. Yule mwanamke anayeongelewa pale, aliyekuja na kumwomba yule mtoto, mwisho wa siku tunakuja kukuta ni mama yake na Musa. Akambeba yule mtoto na binti ya mfalme, binti ya Farao, wakaenda kwenye makasiri ya kifalme. Na Musa akalelewa na mamake aliyemzaa katikati ya maadui, akitambulika kama mtoto wa binti wa mfalme. Kwa hivyo binti wa mfalme anamfundisha utashi wa Kifarao, mamake mzazi anamfundisha tamaduni za Yehova. Na Musa ndiye anakuja kuwakomboa wana wa Israeli. Ukoo wa Mungu akiamua kutuokoa sisi, shetani apange apangue, Mungu kwetu yuwatosha. Msaidizi wetu ambaye Yesu Kristo alienda kutuombea kwa Mungu Baba anatosha, ni enough, anatosha, ni helper wa kwetu, anatosha, msaidizi wa kwetu, msaada wakati wa shida. Utamlilia nani? Nakupa siri asubuhi ya leo, muite Bwana, muite Mungu. Fahamu maandiko yanasemaje, mshinde yule mwovu shetani kwa tamko la neno. Neno linasemaje? Mwambie. Ili neno ni Yesu Kristo. Siku moja nikamwona shetani katika upuuzi wake wa nyota 5, anajitokeza mbele ya Yesu, anamwambia imeandikwa. Kama unajua hayo maandiko, shetani anamwambia Yesu Kristo imeandikwa. Baada ya Yesu kufunga siku 40 na majaribu aliyokutana nayo, imeandikwa. Mimi ndiye neno lililoandikwa. Unaloniambia ewe shetani ndio mimi hapa. Tujiweke vizuri na neno la Bwana, tusimame kwa neno la Bwana, tuclaim neno la Bwana, tuliitie neno la Bwana, tutaona ushindi. Yesu Kristo ni neno. Hapo mwanzo alikuwepo neno. Tunafundishwa, tunasoma, tunaelewa. Kwa hivyo wapendwa, kina kaka na kina dada, Mungu atusaidie sana kuelewa kazi za Roho Mtakatifu katika maisha yetu. Ni kubwa. Jumapili haitutoshi kujifunza kazi za Roho Mtakatifu katika maisha yetu. Tunahitaji miaka na umilele, kwa sababu ndiye tu tuliyeachiwa. Nitawatumia atakayewasaidia hadi na mtakaa naye milele na milele. Niacheni niende kwa Baba. Yesu Kristo akaomba, na siku ya Pentekoste Roho Mtakatifu akashuka. Bwana alibariki neno lake sasa na hata milele. Amen. Kusanyiko nimeambatana na watumishi, naomba niwape nafasi ili wafungue mioyo yao. Karibu kwa Justin. Wimbo.